Eh, Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndio walimu mbalimbali leo pia tunatakiwa kuchanganua neno hili linalohusu imani na siasa. Kumekuwa kuna walimu mbalimbali na viongozi wa aina mbalimbali. Kumekuwa kuna mvutano kuhusu neno hilo. Ni vyema tupitishe fikra ili wasiojua wakae kujua watu tunapata shida kwa sababu gani. Wako viongozi wanasema si sahihi kuambatanisha imani na siasa. Na wako viongozi wa kiimani na wenyewe wanakuambia hauwezi kutenga imani na siasa. Wao wanadai ni kama jambo linauwiana. Sasa jambo hili linahitaji uchanganuzi mpana zaidi ili raia wengi tunaosikilizaga maneno haya tupate nafasi ya kujua kwa nini yanasemwa hivyo. Kwanza kabisa nitaanza na imani ya asili, kwa maana imani ya jadi. Uhalisia unasema kwamba imani ya jadi imani hiyo ndio sio siasa. Uhalisia unavyozungumza, na hivyo ndivyo ilivyo. Imani ya jadi, imani hiyo ndio sio siasa. Sasa viongozi wetu wanapata tabu wapi? Wanahisi imani ya jadi ilivyokuwa inasemwa na wazazi huko nyuma kwamba sio siasa, wanahisi na imani zingine na zenyewe sio siasa. Unaona tatizo limepotokea ni hapa. Duniani hapa kulikutwa imani ya jadi kiutu ilokuwako kabla viumbe wa sayari na sayari hawajakutana na kuleta maadili yao. Watu wengi wamekuwa hawaijui imani hiyo ya jadi, sababu yake kubwa ni kwa sababu utu ulizungukwa kupitia diplomasia. Diplomasia ikafanya kazi ya kuwaondoa watu kwenye akili za kiutu
na kuishi kwenye akili tegemezi za kilimwengu. Kwa hiyo hapa tupate maelezo ambayo yatatusaidia kama raia, ima watu ambao tunahitaji kujijua tumekosea wapi, ima tumekoseshwa sehemu gani, wakina nani wametukosesha hivyo. Uchanganuzi huu ndo utakufanya mtu wewe ujue kwamba ukiwa umekosea, ujue umekoseshwa na nini. Mwanzo wa maelezo yetu umezungumza kwamba imani ya jadi, imani hiyo sio siasa, kwa sababu yenyewe ni umoja wa kuishi kwa watu katika taaswira ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, na haikuwa inaugawa utu katika hali ya kutaka kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa imani hiyo ndio ilikutwa kwa wazee wetu na ndio ulikutwa ni utu huo. Kwa hiyo imani hiyo haikuwaga siasa, kwa sababu ilikuwa inajumuisha utu na usahihi wake upatikaneje. Sasa tabu inayoendelea duniani ni ya viongozi wetu wateule wanaikuwa wameteuliwa kusimamia pengine serikali ima mambo fulani, huwa wanahisi kwamba imani zote zina mtazamo wa namna moja. Hawa viongozi wetu walishawahi kusikia huko nyuma, wakaambiwa imani na siasa ni mambo mawili tofauti. Imani inazungumzia mambo ya Mwenyezi Mungu. Siasa iko kwenye ukiberenge wa kutafuta namna ya kuwaongoza watu kimwili. Kwa maana fupi, imani ni mambo ya kiroho, ya mambo yanayoonekana na vitu visivyoonekana ila vipo. Haya mambo ndio yalifanya imani kuwepo, kwa tafsiri ya mambo ya kimwili na mambo ya kiroho. Haya mambo ndio yalifanya imani kuwepo. Sasa agenda inayoendelea, viongozi mbalimbali wanajitahidi kutaka kuliweka sawa hilo. Linakuwa gumu kwa sababu imani ambazo sio jadi inakuwa ni imani zilizotoka kwenye maambukizi. Nieleweke hapo. Hii dunia ina imani ambazo viumbe walitoka sayari zingine wakaleta mambo yao kwenye dunia. Yale mambo yao yakawa ni endesho zidi ya waliokuwepo hapo kuongozwa kiroho. Hapa ndo mkapata habari ya majini, malaika na viumbe mbalimbali ambavyo huwa mnavisikiaga. Hawa viumbe hawa walivyotoka kwenye sayari zao mbalimbali katika kutembelea nyanja mbalimbali kwenye kufanya mambo yao, hawa walikuja na tamaduni zao pia duniani.
zile tamaduni zilikuwa zina mambo ya kiroho ya huko kwao kwenye sayari walizotoka. Na hawa viumbe wakaja kuziambukiza hizo tamaduni za sayari zingine, wakaja kuziambukiza duniani. Na baadhi ya watu wakashikwa na hivi viumbe, wakaambukizwa maadili ya hivi viumbe. Hapa imani za kilimwengu zikaja wapi? Zikaja duniani. Sasa hizi imani za kilimwengu hizi imani za kilimwengu hizi imani huwa ni siasa za kiroho. Unaona tabu inapokuja, hizi imani hazikuaga uchamungu, isipokuwa zilikuwa ni siasa za viumbe wengine waliokuwa wanahitaji kuwamiliki viumbe wengine, kwa maana ya majini kuwamiliki watu, malaika na hawa viumbe wengine mnaowasikia kutaka kuwailiki watu, kuwaweka chini ya hatua zao. Wakati wamefanya mambo hayo, viumbe hawa waliwahi kukutana na changamoto kwa watu kuwapinga. Baada ya baadhi ya watu kuwapinga, hawa viumbe ndo wakatengeneza mambo yanayoitwa siasa kwa kuwazunguka viumbe wengine. Sasa hapa viongozi wetu wanatakiwa waelewe na wajue, wakisema imani ambayo sio siasa na isiambatanishwi na siasa, imani hiyo ni jadi. Imani hiyo kwenye hii dunia, imani hiyo ni jadi tu, ndo itabaki hapo. Inakuambia habari za Mwenyezi Mungu ni hizi na habari za kuishi ni hizi hapa. Lakini hizi tamaduni zilizotoka sayari zingine, watu wakaambukizwa kwenye hii dunia, hizi na zenyewe zilikuwa ni siasa za kiroho. Sasa viongozi wanapata tabu wapi? Mpaka wanaanza kuwaambia watu wa imani kwamba bakieni mnaongoza habari za kiimani na siasa mtuachie kama siasa. Kumbe wameshindwa kuelewa siasa inataka kuongoza watu kwa kupitia kuwazunguka kwa maneno, laghai na mambo mbalimbali. Na hata hizi imani pia ambazo sio halisia kwenye dunia, na zenyewe ndo mpango wake huo huo. Unaona mgongano umepotokea hapo. Hizi imani ambazo ziko kwenye mikakati hiyo za hao viumbe, na zenyewe ndo zenye mkakati huo, zije kuteka dunia, zipate washabiki wengi, waje waiteke hii dunia. Wakishakuwa na watiifu moja kwa moja, wanatii hizo imani kwa 100%, wale viumbe waje walete amri yao itakayoamrishwa na watu wote kufata, kwa sababu mtakuwa tayari mlishaimidiwa na hivyo viumbe kiroho. Kwa hiyo kikubwa cha kujua, hiyo ndo mission kwanza ya hizo imani ambazo sio za kiutu. Utaona jambo kubwa la kwanza, huwa wanataka kumiliki maeneo. Wakishamaliza kumiliki maeneo, utaona cha pili, wanakuwa bize kuwashawishi watu waishi kwenye mambo yao. Wanatumia gharama zozote watu waishi kwenye agenda zao, diplomasia walizozileta,
tamaduni walizozileta, mambo ya kiroho walioyaleta, utaona wanatumia nguvu na laghai kubwa watu waishi kwenye mambo hayo. Lengo ni nini? Mkisha kuwa ndani ya zile tamaduni za wale viumbe wa ulimwenguni, maana yake tayari nyie mnakuwa mmeshashikwa na roho zile za kilimwengu, ambazo zenyewe siasa yake kubwa ni watu mkishashikwa na yale maadili, wale viumbe wanakuja wazi wazi, wanakuja kuonyesha amri zao. Ndugu zangu, tunayetaabika hapo, tusichanganye imani na siasa. Tusichanganye hivyo, tutawazovya wananchi. Kabla hatujasema maneno hayo, tuchukue muda kwanza wa kujua hizi ajenda ambazo sio za kiutu duniani zipo kwa nini. Kabla hatujasema maneno hayo, jamani, tusichanganye imani na siasa, tutakuwa tunafanya vibaya sana. Swali la sisi kujiuliza, imani ambazo haziko kiutu na zinausudu mambo yasiyekuwa ya kiutu, mna ushuhuda nazo, ziko hapa duniani na kuna watu ambao wanazitumikia kwenye mambo mbalimbali ndani ya hii dunia. Sasa uchanganuzi unakueleza kama mtu ya kwamba hizi imani ambazo sio za kiutu, hizi ni siasa. Hizi imani za kilimwengu hizi huwa ni siasa. Kwa hiyo fanya kazi kubwa ndugu, hauwezi kutenganisha hicho kitu. Huwezi kutenganisha hicho kitu, kwa sababu siasa inatambulika wazi. Siasa inatambulika wazi mpaka mnaojua kwa undani mkaita siasa mchezo mchafu. Mnaozijua siasa kwa undani hasa huwa mnajua wazi, na hili neno huwa mnalitamkaga vyema kabisa, kwamba siasa ni mchezo mchafu. Mchezo mchafu unawezaje kuwasafisha wananchi? Mchezo mchafu, wananchi wanawezaje kuwa wasafi ndani ya kuja kuongozwa na mchezo mchafu? Inawezekanaje? Kwa hiyo tunarudi hapa, kama watoto wa watu tumeanguka pakubwa. Watoto wa watu tumeanguka pakubwa sana, kwa sababu wengi wetu wameishaishishwa kwenye maisha haya ya kilimwengu na wameona kwamba haya ndo maisha sahihi kuwemo. Ukiwaeleza kale iliyokuwako kwenye dunia na usahihi wake, wanaona kama hizo ni zama za ujinga. Yaani ukweli wao wameuita ujinga. Maambukizi ya kilimwengu na hadaa mbalimbali zilizotokea kuwaongopea watu, wao wameita ndo kupevuka huko. Najua ndugu mbalimbali, tuko kwenye hatua ya kulijenga taifa, kujenga mataifa, kulijenga bara,
kujenga utu. Lakini ndugu zangu, utu unaweza ukajengwa bila kuyasema haya. Yanaumiza, lakini mtu anayoyasikia ndo anapata pa kurekebisha. Ziko imani huwezi kuzitenga na siasa, kwa sababu zenyewe ni siasa pia. Ni siasa za kiroho ambazo zimeandaliwa kushika watu wachache kimwili, ziwaendeshe watu wengine kwa misingi ya kimwili na kiroho. Siasa za kawaida hizi za diplomasia zimebaki kuendesha watu kimwili tu. Sasa lazima leo mjue kwamba hizo zote ni siasa za aina mbili, isipokuwa moja imehusisha mambo ya kiroho, nyingine imebaki kwenye mambo ya kimwili na nyaraka na mamlaka, kwa kushika labda mabunduki na mengineyo, lakini wote lengo ni kutaka kuongoza watu. Lengo sio kutaka usahihi kwa watu. Lengo ni kutaka kuongoza watu, hata kama zitakuwa ni tahatimu mbaya, lakini lengo zimekaa hapo ili ziwaongoze watu. Sasa watu mnayeongozwa, mmeshakaa kuchanganua mambo ambayo yanatuongoza? Kuchanganua mambo yanayotuongoza, ni lazima tujue uchanganuzi huu. Tukishajua, tunaenda kuongozwa na tunayoyajua, kuliko kiongozi wa kiimani za kilimwengu anakaa pale anachachamaa kwa ya kwake. Anatokea kiongozi fulani, labda mtumishi wa serikali, na yeye anachachamaa kwa ya kwake. Wanasema lazima mvitenge hivi vitu, ni vitu viwili tofauti. Hapana, fata historia hii kwanza. Ukitaka kuvitenga hivyo vitu, jua kwanza kuna jadi, alafu kuna tamaduni ndogo ndogo, alafu kuna mithili kutoka sayari moja kuja sayari nyingine. Hizo mithili hizo ndo zilikuja kwa lengo la kutaka kuongoza watu wote wakae chini ya hizo mithili, na hizo mithili ndo zimekuwa imani kwa sasa. Najua hili jambo si geni kwa wote ambao tunalisikia, na hakuna ambaye atakanusha hapo kusema kwamba hizi mithili hazikutoka ulimwenguni. Hawa majini walitokaga wapi? Hawa malaika walitoka wapi? Viumbe mbalimbali hao unaona wanatoka sayari zingine, wanakuja duniani. Wanakujaga kufanya nini? Rudisheni akili kama watoto wa watu, mtatokea kujua tumepokosea pakubwa zaidi. Imani ambayo unaweza ukaitenganisha na siasa ikabaki kuwa yenyewe inasimamia utu na maelezo yake yako pale, utaikutaga ni imani ya jadi, kwa sababu hiyo ndio imani ya kimungu kwenye hii dunia. Hiyo ndio imani ya kimungu ndani ya hii dunia. Hizi zingine ni mizunguko ya viumbe kuwazunguka viumbe wengine kielimu, ndo akawapachikaga maadili haya. Kwa hiyo hawa ndugu zetu ambao unaona wanaishi kwenye maadili na vitabu vya mataifa, tayari wako ndani ya mgono wa hivi viumbe. Wako ndani ya mgono wa hivi viumbe.
Sasa mimi nachukua hatua ya kukuchanganulia kama ndugu. Unayetaka kutenga imani za kimataifa uzitenge na siasa, kwanza umeshajua lengo lake? Lengo lake sio kuleta uchamungu kwa watu, hizo imani. Lengo lake ni kutawala watu, alafu watu wakishatawalika, wale mabwana mkubwa walioleta hiyo sistimu ndo baadaye waje wafanye watakachokifanya. Wakiwa ni majini, mtaona tena hawajifichi. Kukaa kwenye mapango wapi hamtaonaga hivyo, watajitokeza kwa sababu wote si mmeshatii. Hivi sasa hawawezi kujitokeza kwa sababu kuna ubishani mkubwa upo duniani. Watu hawayataki mambo haya. Kwa sababu gani? Wanatafuta utu wao na ukweli wake, hawaupati ndani ya maelezo ya viumbe hivi, na hauwezi kupatikana ukweli wa utu kwa maelezo yaliyoletwa na majini, malaika na mengineyo. Mtaangaika humo, mtazunzana humo, mwisho wa siku labda mtatafutaga vizazi vingine vya kuja kuishi kwenye hii dunia, sababu mtauana sana. Mtauana kwa sababu hamjui historia ya hivi viumbe, kwa nini vilifanya mpango huu. Kwa hiyo uchanganuzi wetu wa leo umejikita kutuelezea jambo hilo. Wale ambao wanakataa dini, tutenganisheni jamani haya mambo ya kiimani, tuyatenganisheni na siasa. Kwanza nyinyi mnaosema hivyo katika kuongoza, ndugu zangu, mngejuaga imani yetu ya kiutu ni ipi kabla hatujapokeaga haya mambo. Mkishaijua ndo mtagundua kumbe imani ya utu ni moja tu. Haya tulokuja kupewa ni vamizi ambazo tumebaki tunaishi nazo kwa historia za walotuletea. Halafu hizo vamizi haraka haraka umeenda kuzichukua hapo, umezipa uchamungu, kwa sababu wewe mwenyewe kwanza ujawa na muda ukaaga kujuaga Mungu alitafsiriwaga na watu gani. Ndugu zangu, jina la Mungu litafsirika Afrika, halikutokaga Ulaya, halikutokaga Waarabuni. Huba ya Wajemi hawajui Mungu. Ulaya kote kule unasikia Maamerika hakuna mahala wanajuaga Mungu. Nyinyi mlojuaga jina la Mungu alafu hamjui maana yake, ndo mnatolewa changanuzi hizi ili mjijue mmetereza wapi na kipi mmekiacha ambacho kina athari kubwa zidi yenu. Jina la Mungu ni la kwenu nyinyi wa Afrika, hamjui tu maana yake na hamtaki kujua maana yake. Wenzenu waliwaleteni majina yao na hata nakala zao zimewatajia majina wa mambo walioyaleta. Yako wazi, walileta mambo haya, yanaitwa hivi, yalikuwa hivi, yalifanya kazi zao hivi. Mnasoma vitabu pasina kuchanganua. Ukisoma kwa kuchanganua utajua kwamba hawa ndugu wengi duniani na ulimwenguni hawakumwabudugi Mwenyezi Mungu. Waliabudu viumbe vilivyowazidi mamlaka na maarifa, wakabaki humo. Leo sasa tunapotaka kuja kuijenga serikali yetu tunapata ugumu mkubwa sana. Serikali inakaa hapo, viongozi wakitaka kuja kufanya jambo fulani la kiutawala, wanakuta watu wao walishatawaliwa kiroho, alafu wana ukakasi mkubwa. Yaani hata leo serikali ichukue sasa uweke ukweli pale, utaona watu wataanza kubishana na serikali yao kupitiliza. Sababu ni nini? Sababu ni watu wameishishwa kinyume na wanavyopasa kuwa, kwa kupewa maadili ya viumbe ambavyo sio watu na wamesha yaishi. Sasa huyu mpe ukweli uweke hapo, utaona hata upinga kupitiliza, kwa sababu ye mwenyewe kwanza
utu wake haujuagi tena. Utu wake ukimwambia kwamba jadi yako ndo ile pale, yeye atakwambia jadi yake sasa ndo ushenzi, aloyapokea ndo matakatifu, ndo raia mnaoishi nao, viongozi mnaoongoza na kuongozana, hawa ndo raia mnaoishi nao, raia ambao hawana uwezo wa kuchanganua kwamba kwa nini haya mambo yako kwetu na yalikujaga kwa nini, na kwa nini hayatupatanishi, na kwa nini yana taharuki kubwa ndani ya sisi kwa sisi. Hakuna ambaye ana swali hilo. Kila mmoja anabaki anatazama business yake imekwenda vizuri, basi tumeishia hapa. Ndugu zangu, nimalizie tu kwa kusema kwamba tafakari ambayo imeangukia kwenye ukweli, hiyo ndo tafakari iliyojuaga usahihi. Tafakari ambazo hazikuupataga ukweli, tafakari hizo zilibakia kwenye ubishi na upinzani usiokuwa na tija kwa miaka yote. Hivyo basi, mnachotakiwa kujua, sisi tuna utu wetu kabla hatujaletewagwa siasa, kabla hatujaletewagwa diplomasia, kabla hatujaletewagwa imani za vitabu vya kilimwengu vikashuka mabara mengine, wale watu wa mabara mengine wakatuleteaga sisi. Kabla hatujawaga na vitu hivyo, si tulikuwaga tuna uchamungu halisi kutoka kwa Mungu mwenye vyote. Ili muujue, ni mpaka msikilize historia ya jadi, ndo mtajuaga mmekosea sehemu gani. Nje na hivyo, tutakachokiishi ni uongo mkubwa sana. Mimi niwashukuru ndugu wote ambao tumepitia somo hili. Uchanganuzi tu wa maisha ya imani na siasa, huo umekaa huko hivyo, na huu ndo ukweli wake wa mwanzo na mwisho kwenye hii dunia. Asanteni.